Mimi nataka niseme hivi kuhusu mambo ya CDF. Imekuwa msimamo wetu kama bunge la mwananchi kwa miaka kadhaa. Kwa miaka kadhaa. Ukisoma article 95 of our constitution. Article 95 of our constitution inasema majukumu ya mbunge ni oversight, representation and legislation. Hakuna mahali mbunge kikatiba inafaa kutana na pesa hata sumuni. Hakuna mahali mbunge inafaa kutana na pesa. Lakini hii kitu inaitwa CDF Act ambayo ilitengenezwa mwaka wa 2003 ikaweka pesa kwa mikono ya mbunge. Kama mbunge ana manage pesa na yeye ndiye inafaa oversight national government, ni nani ata oversight MP? Na mimi nafurahia mahakama ilisema kwamba kufikia midnight ya June 2025 saa 6 ya usiku CDF should die a natural death on that day. Kwa sababu CDF is unconstitutional. Pesa ya CDF inafaa iende kwa devolved units. Wabunge inafaa wafanye kazi yao ya oversight, representation and legislation. Mbunge hafai kukutana na pesa anywhere. Afanye kazi yake. Na hata hizi vitu wabunge wanatumia kama excuse bursary. Sisi tumeshinda tukisema bursary zote, there is a lot of bursaries. Kuna tu bursaries mingi inaenda through very many private hands. Bursary ya MCA, bursary ya women rep, bursary ya senator, bursary ya governor, sijui bursary mpaka ya president, sijui bursary ya nani. Sisi tumesema hizi bursary zote zikuwe consolidated, zikuwe pamoja, ziwekwe under Ministry of Education, masomo ifanywe free. Hakuna haja ya kuweka MCA bursary yake anapatia girlfriend, MP bursary yake, huyu bursary yake, huyu bursary yake. Ziwekwe pamoja, ziwekwe kwa Ministry of Education, masomo ifanywe free from primary to university. Ama namna gani? Hawa wabunge hawa wanafanya kazi ambayo sio yao. Wabunge inafaa wafanye kazi ya oversight. Na mbunge hafai kupata mshahara milioni 1. Ya nini hiyo? Position ya mbunge inafaa ikuwe position ya volunteerism. Mtu wa kuvolunteer apate monthly stipend hata 200,000 per month. Kama mtu hataki aende atafute kazi. Ama namna gani? Na hawa wabunge wafanye majukumu yao, kwa sababu hii serikali yetu inaendelea kukopa madeni, inaendelea kukopa. Kimani Ichung'wah aliongoza msaada kwa bunge 2014, wakafanya amendment ya Public Finance Management Act ya kutoa debt ceiling ndio waendelee kukopa. Sasa Uhuru akakopa pesa akikula, akikopa pesa akificha nje. Ruto sasa amekopa 2.3 trillion ambayo haijafanya mradi yoyote hapa Kenya. Tunataka Uhuru alipe 4.6 trillion yenye alikopa, yenye hakufanyia kazi hapa Kenya. Ruto alipe 2.2 trillion ambayo ameshachukua. Na huyu Ruto anaendelea kutuambia I am not mad. Ukitaka kujua mtu ni mwendazimu, mtu mwenye anashinda akisema I am not mad, huyo mtu ni mwendazimu. Mpaka hawa wabunge hawa, Mr. Speaker, hawa wabunge hawa hata kazi ya vetting hawawezi. They cannot do proper vetting. Kwa sababu walikuwa na veti CS mmoja mwanamke pale. Huyo mwanamke akasema wagenda anachaguliwa kwa genda. Huyo mwanamke akasema, akaambiwa atoe maoni kuhusu femicide ambayo inafanyika kwa hii nchi. Akasema hao wenye wanauawa wanawake ni malaya, wanatafuta pesa. Na bado wabunge wakamapprove. Hii ni bunge aina gani hii? Huyo anaitwa Hana Wendot Cheptumo ndio aliongea maneno kwa bunge, na wabunge wakamshangilia na wakamapprove. Ile kitu tuko nayo Kenya hii inaitwa odious debt. Yes. Hata Mr. President amenikumbusha kwamba hata December tulienda kwa hiyo bunge tukapeleka memorandum ya kuzuia mtu ambaye hakufaa kuchaguliwa na baada akachaguliwa. Kwa hivyo hizi CS positions zimekuwa nafasi za incompetent people, mediocres. Na kuna kitu inaitwa odious debt.
the doctrine of odious debt inasema kwamba, the doctrine of odious debt inasema it is a loan that has been taken outside the law and a loan that has not benefited the people. So we have an odious debt of over 11 trillion ambayo haijaingia Kenya hii, haijasaidia Mkenya. We call it odious debt. Ukisoma article ya Constitution 214, our Constitution of Kenya article 214 inasema kwamba loan repayment shall be a direct charge on the consolidated fund. It is unconstitutional to borrow a loan to pay another loan. Mimi nataka kumaliza kusema kwamba, Mr. Speaker, umefanya vizuri, umeleta hii mambo ndio tujadili, ndio Wakenya waweze kuelewa. Na mimi namaliza kusema, I don't know who will be our next president. I don't know. I don't know who will be our next president. Sijui kabisa. But what I know 100% sure, Ruto is going home. And the desire to have a new constitution, multipartyism and a new constitution, it was seen fit that we would have certain laws and rules that would govern us as a country. And including the fact that then everything was very centralized. So we remember when Kibaki came, there had to be ukarabati. Na that ukarabati wa katiba ilitusaidia ikaleta nini? CDF. CDF was a way of decentralizing because we did not have devolution. But finally, when we had the Constitution 2010, and we now had devolved units in this country, that same document, the Constitution, outlawed what? CDF. I remember going into this past election, the courts had already pronounced themselves on the same. And I remember when President Ruto came in, it was also for the same opinion that CDF should be done what? Should be put on the peripheries, as the courts had pronounced themselves. But we know what happened. Ruto was manipulated by the same MPs. And that is why I've said here before and anywhere else that our biggest problem is not Ruto, because Ruto is just one person. Our biggest problem is where? Is Parliament. The Parliament is not doing us a service. So they went, they manipulated the president. They told him, if you want your policies to pass in the House, we can only do it on one word, on one condition, that we have our what? Our CDF, which they knew very well is outlawed by the Constitution. Then soon, what did we see? The women reps also asked for their affirmative, isn't it? Then we now have the senators asking for the same. Apart from the senators, we have MCAs asking for a similar one, isn't it? Now, but what does the Constitution say? The Constitution says that any laws, or any law or any set of laws that is inconsistent with the Constitution shall stand what? Null and void. I think where we must put our pressure on, today we do not need CDF because we have what? Governors. We need to have the two houses of parliament, and the two houses of parliament especially, to be left with the responsibility of legislative. Why do I say so? Because our constitution is borrowed almost to 95% of it from the Constitution of the United States of America. What do we see in it? We see that the legislators do not handle any monies. I've said this before, I will repeat it. Let the Constitution, let us demand that we go for a referendum and make it clear that the only monies that our MPs or our legislators should come into contact with should only be their salaries and allowances. Let the monies like the CDF fund be devolved and be taken to the governors, but let laws be made in a way that once those laws have been made, then if the governors embezzles any of these funds, then laws should be taken seriously and they should be penalized for the same. I dare say this, fellow Kenyans, like I've said before, I believe, I'm a strong believer, that in this country we should also look at other countries that have been before us and that have managed corruption, because corruption is so much embedded in our system. One of the ways of doing it is to have punitive laws that
make sure that they serve as deterrent measures for others while they punish the ones that are not. Okay, just give me a minute. Honorable Ganga, just a minute. Such that when we look at this, let us borrow some leaf from, like, for instance, China. What do China do? If you are found corrupt, what do? They hang you, isn't it? Hanging perhaps would be able to serve Kenyans, because I think sometimes people need to see an example which is daring, then they will be able to set back and go back. Why do I say this? I think in this country we should have at least a few of these leaders that are corrupt, like the governors, the senators, the MPs, hanged to serve as an example, such that whoever comes into that office should be able to understand that where we are going, the people of this country whose sovereign power we are exercising on their behalf need us to do this, and that is what we need to follow. Mr. Speaker, I rest my case.